Na sasa kwenye kuwasaidia, moja kabisa sisi tunasema hatua ya awali ya kuwasaidia ni kutambua. Si ndio Kutambua kwamba ana changamoto hii kwa kiwango gani. Umeona na inagusa maeneo gani? Sababu vile vipengele tulishaviainisha. Ndio. Umeona kusoma, kuandika, kuhesabu na hata matamshi pia, lakini sasa dyslexia tunasemaga ni spectrum. Kwa maana kwamba inaweza kumuathiri mwanadamu mmoja tofauti na inavyomwathiri mwanadamu mwingine. Inaweza ikawa na kiwango kikubwa, inaweza ikawa na kiwango kidogo. Sasa ni muhimu kwanza kufanya tathmini ili kujiridhisha kwamba huyu ana dyslexia ya kiwango gani, lakini pia ameathirika au anaathiriwa maeneo gani, kama ni kusoma kipengele specific. Then kutoka hapo ipo misaada ya teknolojia. Hilo ni moja kubwa la kwanza. Sawa Ndio. Misaada ya teknolojia sisi tunasema ni accommodations, tunasema ni technological accommodations au interventions. Kwa mfano, leo hii tunasema mtu huyu anasumbuliwa na kusoma. Ndio lakini teknolojia imetupeleka mbali sana. Umeona zipo applications, zipo software za kuweza kuconvert speech, text kwa speech. Yani yale maandishi yanaweza kubadilishwa kuwa nini? Kuwa sauti. That means huyu mtu anaweza kasaidika. Kama issue ni kujifunza au kugrab, kupata concept, sio lazima mlazimishe huyu mtu kusoma. Unaweza kumconvertia hiyo text kwa speech, lakini pia na vice versa. Kama ana changamoto ya kuandika, zipo pia za kuweza kubadilisha maandishi sauti kuwa maandishi. Anaweza kazungumza na bado kitu ambacho anazungumza kikaandikwa.